إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس عباد الله إني واتواجه الله napenda kuihusia nafsi yangu kadhalika kuihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Sote tufahamu kwamba leo hii tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala amezikusanya ndani ya mwezi huu ummahatul ibadat, ibada mama, tena si moja bali ni nyingi. Zimefanywa ibada hizi ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ilipokuwa hali ambayo tumeipitia kuwa ndio hiyo, basi ikawa ni munasaba sisi tukumbushane kuhusu mawdhu muhimu baada mausim alkhair, baada ya msimu wa khairi huu ambao tumeupita, ala wa huwa alistiqamatu baada mausim alkhair, kusimama msimamo wa sawa sawa baada ya msimu wa khairi na msimu wa taa. Hilo ndilo jambo ambalo walikuwa nalo mitume wa Allah na manabii wake na watu wema na wa mashahidi na wasema kweli na waumini wote, ila an taquma saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Misimu ya kheri inapokuja kwao wao, inakuja kuamsha na kuhamasisha ari yao katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, ittaqullaha taala, mcheni Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha yeye Allah. Wa'malu wa'lamu anna a'zama ma yutlabu, najueni kuwa jambo kubwa ambalo anatakikana alifanye muislamu baada mausimi taa, baada ya kupita msimu wa taa wowote ule, na sisi tumetoka katika msimu
wala msihuzunike. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na furahini kwa pepo ambayo mlikuwa nyie mkiahidiwa na Allah tabaraka wa taala, kuonesha umuhimu wa mtu kuwa na msimamo sawa na mwenye kudumu katika taa baada ya kuwa ameifanya ibada. Kama ambavyo sisi tumetoka katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja tukawa ni wepesi katika taa, basi tunatakikana kuendelea kusimama juu ya taa ambazo tulikuwa tunazifanya katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Waqala ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, udkhulu ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah ukweli wa kumcha yeye Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife bali mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Endeleeni kushikamana Uislamu ila al-mamat, mpaka kufa kwenu. Msiache yale ya kheri ambayo mnayafanya katika ile misimu ya kheri. Muda si mrefu mlikuwa katika mwezi wa Ramadhan na mkawa ni wepesi katika toa mbalimbali, na hivi jana tu tumetoka katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Hayo ambayo mlishikamana nayo ndiyo Uislamu wenyewe, basi msiache hayo. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife bali mfe hali ya kuwa mmeshikamana nayo hayo ya Uislamu. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, inna min alamati qabuli at-ta'a, hakika miongoni mwa alama za kukubaliwa ibada na taa na jambo la kheri ambalo muislamu amelifanya kumfanyia Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa alama zinazoonyesha kwamba ibada yako na amali yako imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alama inayoonyesha hilo kama anavyoeleza ahlul ilmi rahimahumullah, an yuwaffaqa al-'abdu lit-ta'ati ba'daha, ni mja wa Allah kuwafikishwa na Allah kufanya taa nyingine baada ya taa ambayo ameshaifanya. Wa an yastaqima ala dinillah, na akaendelea kusimama sawa sawa juu ya dini ya Allah tabaraka wa taala, baada mawsimi alkhair wat-ta'a, baada ya misimu ya khairi na taa kuwa imempita. Alama itakayokujulisha kuwa ibada yako ya salatul jumu'ah imekubaliwa na Mola wako mlezi ni wewe baada ya kutoka msikitini katika salatul jumu'ah ukaenda kufanya taa nyingineyo, ama utakaposwali salatul jumu'ah hapa halafu ukaondoka ukaenda kuzini au ukaenda kusema uongo na maasi mengineyo, hiyo ni alamatun jaliyatun ala anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yaqbal salatak. Hiyo ni alama ya wazi ionyeshayo kuwa Allah hajakubali ibada yako ya salatul jumu'ah uliyoiswali, kwa sababu alama ionyeshayo kukubaliwa kwa taa ni kuzaliwa taa nyingineyo baada ya taa ambayo umeifanya, kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, walladhina jahadu fina, na wale ambao wamefanya jitihada katika njia zetu sisi, lanahdiyannahum subulana, kwa hakika sisi tutawaongoza katika njia zetu nyingine za kheri. Haya ameyasema Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya kitabu chake kilichotukuka, falaysa ash-sha'nu fi an yajtahida al-'abdu ayyaman ma'dudat, sio jambo gumu mja kujitahidi akawa ni mwenye kujipinda katika taa ndani ya masiku tu machache. Hili si jambo gumu, hili si jambo gumu, walakinna ash-sha'n, lakini jambo gumu, jambo zito, jambo zito. Thumma yarji ila al-ghafla, sio jambo gumu mtu kufanya taa na akadumu katika taa baadhi tu ya masiku, halafu baada ya hapo akarudi katika kuisahau, akarudi katika kughafilika, akarudi katika maasi. Hili ni jambo jepesi wala sio jambo gumu, walakinna ash-sha'n, lakini jambo gumu na jambo zito fi thabati
رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فاحذروا رحمكم الله، فاحذروا رحمكم الله، شكي تحذاري الله تبارك وتعالى أقولني أني وجواك الله، لأن الله بالثبات على الدين والاستقامة إلى الممات وكثبيت الدين نمسمام وسوساوا mpaka kufa kwetu. لأن الله تبارك وتعالى نهانا، وسباب الله ametukataza sisi an na'budahu, sisi kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala fi ayamin ma'duda, katika kipindi kifupi cha muda, kisha tukarudi katika maasi na tukarudi katika kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Ametukataza jambo hilo Allah, faqala fi kitabihi alkarim wala takunu kallati naqadat ghaslaha ba'da quwwatin ankatha au min ba'di quwwatin ankatha, na wala nyinyi waislamu msiwe kama yule mwanamke ambaye, wala msiwe kama mwanamke ambaye naqadat ghaslaha, alifumua kamba yake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa ile kamba yake ilishakuwa madhubuti tayari, ameifuma akaifuma akaimarisha, ikawa ni ngumu kiasi kwamba waweza kufunga kwa kamba hiyo kitu chochote kile. Na baada ya hapo kuwa imeimarika, akaanza kuifumua akaifumua mpaka ikawa si kamba tena. Nyie msiwe kama mwanamke huyu, ikiwa ni lugha ya picha tunayoambiwa sisi kuwa maadamu tulikuwa katika taa mbalimbali na mambo ya kheri mbalimbali, na hivi sasa tumeyazoea kuyafanya hayo, basi tusirudi kule nyuma, tusirudi katika hali mbaya ambayo tulikuwa nayo kabla ya misimu hii ya kheri, kabla ya mwezi wa Dhulhijja, kabla ya mwezi wa Ramadhan. Tusirudi kule nyuma. Fahdharu rahimakumullah, basi shikeni tahadhari, Allah akurehemuni, min alintikasi ba'da at-ta'a, kutokana na kurudi katika udhaifu na madhambi baada ya ta'a. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, tukithirisha kumwomba Allah atuthibitishe katika hii dini, atuthibitishe katika qiyamul layl, atuthibitishe katika silatul arrahim na taa nyinginezo, atuthibitishe katika mambo hayo ya kheri mpaka kufa kwetu. Usipomwomba Allah akuthibitishe katika hii dini, huwezi kuthibiti, na hali yako itazidi kuwa mbaya baada ya misimu ya kheri kupita. Lazima tumuombe Allah, muombe Allah akuthibitishe katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama kana an-nabiy alayhi salatu wassalam, kama al-mukawa mtume alayhi salatu wassalam, yaqulu wa yad'u, anasema na akiomba dua kumwomba Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawli ba'da al-kawri, ewe muabudiwa wa haki, a'udhu bika, mimi ninajilinda kwako, mja wako mimi dhaifu, ninajilinda kwako, min al-kawri, kutokana kurudi katika madhambi na hali iliyokuwa mbaya, ba'da al-hawl, baada ya kuwa nimesimama katika au nimeingia katika hali iliyo nzuri ya dini, ninajikinga kwako na hali hiyo mbaya, ewe Mola wangu mlezi, ewe Mola wangu mlezi. Sura kamili, sema sura kamili. Tayib, bali pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakithirisha kuiomba dua hii, akawa anamuomba Allah amthibitishe katika dini. Bali pia Mtume alayhi wasallam alikuwa anakithirisha kusema ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik,
huwa mustamirun, basi salafi wa kweli baada ya misimu hii ya kheri ni mwenye kuendelea ala tauhid wal ikhlas, juu ya tauhid na ikhlas, wa luzumi sunnah, na kulazimiana sunnah za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mujanabati albid'i wal muhdathat, na mwenye kujitenga na bid'ah na mambo ya uzushi katika dini ya Allah, wal muhafadhati ala salawat alkhams, na mwenye kuzihifadhi swala tano kwa wakati wake na kwa jamaa bila kukosa, wa kathrati dhikrillahi ta'ala, na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa taubati 'ani dhunubi wal atham, na anakuwa ni mwenye kuendelea kufanya tauba juu ya madhambi yake yote anayoyafanya yawe ni makubwa au ni madogo. Yukthiru min at-tauba, anakithirisha kufanya tauba, wal istighfar, na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, laylan wa nahara, usiku na mchana. Qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, ahabbu al-a'mal ila Allah, matendo yenye kupendeza zaidi mbele ya Allah, adwamuha wa in qalla, ni yale ambayo yamedumu, yamefanywa kwa kuendelezwa bila kukatika, hata kama mfanyaji wake anayafanya matendo hayo kwa uchache, lakini yanakuwa yenye kuendelezwa, hakatiki mtu wake kuyafanya matendo hayo. Bal qala alayhi salatu wassalam, bali Mtume ndio maana akamwambia sahaba mtukufu Abi Wa'il bin Amr radiyallahu ta'ala anhu, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo wa sawa sawa. Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema, inna Allah lam yaj'al li'amali al-mu'min, Allah hajajali amali ya muumini wa kweli ajalan, kuwa na mwisho, duna al-maut, isipokuwa mwisho wake ni kufa. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kwani Allah amesema muabudu Mola wako mlezi mpaka kitakapokujia kifo. Qala Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala, al-Imam Bishr bin al-Harith anasema Allah mrehemu, bi'sal qawm, ubaya ulioji wa watu, bi'sal qawm, ubaya ulioji wa watu, la ya'rifuna Allah, watu ambao hawamtambui Allah kwa taa mbalimbali na ibada mbalimbali, illa fi mawsimi at-ta'a, isipokuwa tu pale inapofika misimu ya taa na kheri mbalimbali, ikiingia Ramadhan, ikiingia Ashura, ikiingia Dhulhijja na misimu mingine ya kheri, wao ni a'badun nas, wao ni watu wa mbele katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini ikishaondoka misimu hiyo, wao ni afjarun nas, wao ni waovu wa watu. Haulai bi'sal qawm, hao ni watu wabaya mno, kama alivyosema al-Imam Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala, fattaqullaha ayuha an-nas, mcheni Allah enyi watu, mcheni Allah na mwogopeni yeye Allah. Wa'lamu, najueni, anna a'zama al-khasara, huwa khasara iliyokuwa kubwa, al-intikasu ba'da al-hidayah, ni mtu kurudi katika hali mbaya wakati alishaongolewa tayari na Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghaflatu ba'da al-yaqظah, na mtu akarudi katika kusahau wakati tayari alishapata mwamko wa dini kisawasawa, lakini akarudi nyuma kule. Hiyo ni hali mbaya sana na ni hasara iliyokuwa kubwa sana, ni hasara iliyokuwa kubwa sana ambayo tutakikana kujitahidi kujikweka mbali na hali hiyo. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, usikudanganyeni uhai huu wa maisha haya dunia, ni maisha ya muda mfupi sana, isije mkasahau ta'atu rabbikum, ta'a za Mola wenu mlezi, ta'a za Mola wenu mlezi. Fakam min unasin, wangapi katika watu leo hii tuko nao, ijtahadu fil ashr, walijitahidi sana katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, thumma aadu ba'daha ila al-ma'asi, kisha tayari mpaka sasa tunaposema
fasalullah athabata wasidqa, basi muombeni Allah akuthibitisheni na akufanyeni mwili wa kweli katika dini yenu, kwa sababu hilo ndio shida la wengi katika sisi. Hatuna ukweli katika dini yetu, ni waongo katika dini yetu. Waakthiru min at-taubati wal istighfar, na kithirisheni kumtaka kufanya tauba na kutaka msamaha juu ya madhambi ambayo tumeyafanya, kwa sababu hayo madhambi kadiri ambavyo unayarundika ukawa uko nayo wewe unayafanya bila ya tauba wala kutaka msamaha kwa Allah, ndivyo mwili wako unavyokuwa mzito katika kuiendea dini ya Allah tabaraka wa taala. Wewe umefanya tauba mara ngapi? Umefanya istighfari mara ngapi ndani ya mwaka huu? Na je, hauoni kwamba umefanya madhambi mengi ndani ya mwaka huu? Basi madhambi hayo ndiyo ambayo yanapelekea wewe usiwe na maendeleo mazuri katika dini yako. Fasalullah at-tauba fatubu ila Allah, basi tumieni kwa Allah na fanyeni mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, mtakuwa katika hali